Karibu tena Pop Recaps, na leo nawaletea movie kali inayohusu mwanamke anayesalitiwa na familia na mchumba wake, lakini anapata nafasi ya pili ya kubadili hatima yake. Je, ataweza kulipiza kisasi na kuandika upya maisha yake? Yuri anajikuta akichora picha ya familia yake pamoja na mume wake Jeon, ambaye anampenda kwa moyo wake wote. Ghafla shemeji yake anamjulisha kwamba mama mkwe wake amekuwa akimpigia simu kwa saa kadhaa, na alipowasiliana naye anagundua kuwa mama huyo atafika na rafiki zake na anamtaka chakula kiwe tayari. Lakini kwa kuwa yeye ni mbaya sana katika kupika, vyakula vinaharibika na wote wanamkosoa. Wageni walipoondoka, mama mkwe wake anamfedhehesha kwa kumuita asiye na maana. Akiwa ameumia, alichukua mchoro wake na kwenda kutembelea familia yake, lakini alipofika aligundua kwamba walikuwa kwenye maonyesho ya sanaa. Wakati huo, katibu wa mama yake alimuita kwa sababu alikuwa amesahau bahasha ya tukio hilo, na Yuri akajitolea kumpelekea. Wakati huo huo, Jeon alikuwa akifanya matangazo ya moja kwa moja ya Yura, ambaye alikuwa akizungumza kuhusu sanaa bila kuwa na uelewa wowote wa mada hiyo. Lakini Yuri alipoingia, mume wake tayari alikuwa akizungumza na baba yake pamoja na waandishi kadhaa wa habari. Baada ya hapo, Jeon alimpeleka pembeni na kumwambia kwamba baadaye wangezungumza kuhusu jambo muhimu sana, jambo ambalo alilikubali kwa furaha. Baada ya hayo, alimtumia babu yake picha ya mchoro wake. Wakati huo mama yake na Yura wakaanza kuudharau mchoro huo, lakini hadhira ilivutiwa sana na jinsi ulivyokuwa halisi. Kutokana na mafanikio hayo, mama yake aliamua kuning'iniza. Pia alimpa nafasi ya kushiriki katika kazi ya hisani. Alitakiwa kunakili michoro ili itolewe kama msaada wa hisani, jambo ambalo kwa kutafuta idhini ya mama yake alilikubali. Baadaye alipokuwa akisafisha, mwanaume mmoja alimpa leso. Hapo ndipo alipokutana na Doyeon, mfanyabiashara muhimu sana. Muda mfupi baadaye mume wake alifika akiwa na dada yake, ambaye kwa madai ya utani alianza kumdhalilisha. Hata alipendekeza kwamba yeye angefaa zaidi kuwa mwenzi wa mume wake, jambo lililomfanya Yuri aondoke kwa aibu na kwenda bafuni ili ajitulize. Lakini alipokuwa akitoka, alikutana na Doyeon aliyekuwa anaondoka. Doyeon alitumia nafasi hiyo kumshauri afumbue macho na aache kupuuza yale yaliyokuwa yakitokea karibu naye. Wakati huo huo, mnunuzi mmoja aligundua kwamba moja ya michoro iliyokuwa kwenye maonyesho ilikuwa nakala. Kashfa ililipuka na mama yake hakusita kumtupia lawama. Hata alijuta akisema hakuwahi kufikiria kwamba binti yake angekuwa mgushi wa michoro. Kana kwamba hiyo haitoshi, Yuri alishuhudia tukio la kuumiza zaidi katika maisha yake. Jeon akimkiri Yura kwamba siku zote alikuwa akimpenda. Akiwa amevunjika moyo kabisa, alipanda kwenye gari lake na kuanza kuendesha bila mwelekeo, lakini akapoteza udhibiti na kupata ajali mbaya sana. Hospitalini, akiwa karibu kati ya maisha na kifo, jambo baya zaidi lilitokea. Mama yake alimkiri kwamba alimchukia kwa sababu alikuwa mtoto wa kuasili, na bila huruma yoyote akamtoa kwenye mashine za kumsaidia kuishi. Kabla ya kufa, Yuri alitamani kwa nguvu zake zote apewe nafasi ya pili ya kubadilisha hatima yake. Mwishowe, ombi lake lilitimia, na akaamka akiwa na ujumbe kutoka kwa Jeon uliomkumbusha kuhusu kipimo cha dauni la harusi. Alipoangalia tarehe, aligundua kwamba alikuwa amerudi mwaka mmoja nyuma, muda mfupi kabla ya kufunga ndoa. Akiwa na shukrani, aliapa kwamba safari hii hatarudia makosa yale yale. Akiwa amedhamiria kubadilisha hatima yake, alikwenda kwenye kipimo cha gauni la harusi, na ghafla akamwambia Jeon kwamba anagairi harusi. Baada ya hapo, alitangaza nyumbani kwamba anafuta ndoa hiyo, akipuuzia kabisa shinikizo la mama yake. Muda mfupi baadaye, Jeon alitokea akimsihi afikirie tena, kwa sababu familia yake ilikuwa imefilisika na ilihitaji utajiri wake. Lakini akiwa amechoshwa na uongo wake, alimfukuza. Baadaye alimsikia Yura akimwambia mama yake kwamba alikuwa akitafuta kuchumbiwa na Doyeon ili aishi maisha ya starehe. Pia alikiri kwamba Jeon alikuwa akimpenda sana, lakini kamwe hangemkubali kwa sababu alikuwa wa tabaka la chini kijamii. Aliposikia hayo, Yuri alifanya uamuzi. Kama Yura alimtaka Doyeon, basi yeye angemnyang'anya. Ili kuanza mpango wake, alikutana na binamu wa Doyeon na kumuuliza uhusiano kati ya hao wawili ulikuwa wa kiwango gani. Msichana huyo alimjibu kwamba kwa kweli hakukuwa na uhusiano wowote. Doyeon hakuwa na nia ya kuoa na alikuwa ametoka na Yura mara chache tu kwa sababu yeye na mama yake walisisitiza. Zaidi ya hayo, alimfunulia kwamba Yura alikuwa akipanga kumshawishi kwenye mgahawa wa hoteli na akamhimiza amuwahi.
Baada ya hapo, Yuri alikwenda mahali alipoelekezwa na ghafla akamwambia Doyun amuoe yeye badala ya Yura ili kumjaribu. Doyun alimwekea mtihani kwa kumdokeza kwamba angekubali ikiwa angepanda chumbani. Wakati huo, Yura alitokea akiwa na hasira kali, lakini Yuri alimzuia akisema kwamba alihitaji kuzungumza na Doyun faragani. Mara moja akachukua kadi ya chumba na kuondoka naye. Wakati Yura akikaribia kupasuka kwa hasira, Yuri aliingia chumbani akitetemeka, akijua kinachoweza kutokea, kwa sababu mwanaume hamwaliki mwanamke chumbani ili kutatua mafumbo ya maneno. Lakini Doyun alionyesha heshima ya hali ya juu na akamuuliza kwa nini alitaka kuolewa. Yuri, ili kuficha hisia zake, alimwonyesha kwamba alijua kila kitu kuhusu kampuni aliyokuwa ameanzisha. Doyun alikubali kwamba jibu hilo lilikuwa zuri kwa upande wa biashara, lakini alitaka kujua kama kulikuwa na sababu yoyote ya kibinafsi. Yuri alikuwa mkweli, alimwambia kwamba hakuhisi chochote kwake, lakini alikuwa tayari kujipa nafasi. Wakati huo huo, Yura alimpigia John simu ili kumchochea, akimweleza kwamba mchumba wake alikuwa chumbani na bosi wake. Wakati huo huo, Yuri akiwa amelewa kidogo, alikuwa akimwaga uchungu wa usaliti wote aliofanyiwa na familia yake mpaka akalala usingizi. Alipoamka, alimwona Doyun amelala pembeni yake, kana kwamba walikuwa wamefahamiana maisha yao yote. Kabla ya kuondoka, kwa heshima alimwandalia kifungua kinywa, jambo lililomridhisha sana. Aliporudi nyumbani, familia yake ilitaka kujua alikuwa amekesha wapi, lakini hakuwapa umuhimu. Mama yake akampiga kofi na wakamfungia chumbani, wakimnyang'anya simu yake. Akiwa peke yake ndani ya chumba hicho, alikumbuka mara zote alizoadhibiwa alipokuwa mtoto. Alikaribia kulia, lakini safari hii aliamua kutoruhusu yaliyopita yamshinde. Kwa bahati nzuri, alipata simu kupitia wanafunzi fulani na akampigia mtu pekee aliyekuwa akimwamini, Doyun. Kabla hajapokea simu hiyo, Doyun alikuwa kwenye mkutano na familia yake, ambapo aliweka wazi kwamba hakuwa na nia ya kumwoa Yura kwa sababu alikuwa na mapenzi na Yuri. Mara tu Yuri alipompigia simu, aliondoka kwenye mkutano akisema kwamba mchumba wake alikuwa akimuhitaji. Wakati huo huo, mama yake Yuri alikuwa akimdharau, akimhakikishia kwamba mwanaume kama Doyun kamwe hangeenda kumtafuta. Lakini mara tu alipomaliza kusema hivyo, Doyun alitokea na akashuka pamoja naye ili kukabiliana na familia nzima. Mbele ya wazazi wake na Yura, alitangaza kwamba sasa Yuri hakuwa peke yake kwa sababu alikuwa ameamua kumlinda. Baba yake akiwa amechanganyikiwa, alitaka kuelewa kilichokuwa kinaendelea. Hivyo Doyun alisema ukweli. Alieleza kwamba hakuwahi kuwa na uhusiano na Yura na kwamba uvumi huo ulikuwa umetungwa na mama yake. Hivyo alitaka kuhalalisha uhusiano wake na Yuri. Baba yake, ambaye alikuwa akipitia matatizo ya kifedha, aliona fursa ya kujiunga na familia yenye nguvu na akakubali. Baadaye alimpeleka kwenye mgahawa wa kifahari, lakini Yuri hakuwa amezoea aina hiyo ya vyakula. Alipoona hali yake ya kutokuwa na raha, Doyun alimpeleka bustanini na akamnunulia chakula cha kwenye kopo. Hapo ndipo Yuri alipokiri kwamba alipokuwa mdogo walijaribu kumtilia sumu, jambo lililomwacha na hofu kubwa kuhusu chakula. Alipoona udhaifu wake, Doyun alirudia swali lake la kwa nini alitaka kuolewa. Safari hii Yuri alikubali kwamba alitaka kulipiza kisasi kwa mama yake, dada yake na John. Hivyo alihitaji mshirika mwenye nguvu ili kufanikisha hilo. Badala ya kukasirika, Doyun alimhakikishia kwamba angekuwa upande wake. Mara moja akatengeneza pete ya maua na kumtangaza kwamba tangu wakati huo alikuwa mchumba wake. Siku iliyofuata, mama yake na dada yake walikuwa wakijaribu kumshawishi baba yao amwadhibu kwa kuyaibisha familia. Hata hivyo, baba yao aliwazuia akisema kwamba hatafanya chochote. Yuri alitoka akiwa na tabasamu la kejeli akimsubiri Doyun, lakini katibu wake ndiye aliyefika ili kumpeleka kwenye moja ya nyumba za mfanyabiashara huyo. Walipofika, Doyun alimweleza kwamba hapo ndipo wangeishi baada ya kuoana, ingawa alimpendekezea ahamie mara moja ili aondoke katika mazingira hayo yenye sumu. Baadaye akampikia, na kwa kuwa alijua hofu aliyokuwa nayo, alionja kila sahani kabla ya kumpa ili kumhakikishia usalama wake. Jambo hilo dogo lilimfanya Yuri atulie, na hivyo Doyun akaanza kupata imani yake.
Baada ya hapo, Do-yoon alitoa mkataba wa ndoa wa mwaka mmoja. Hata hivyo, alimwambia kwamba angependa iwe ndoa ya kweli na si ya maslahi, jambo lililomfanya Yuri kwa aibu amwombe asaini na aache kusema upuuzi. Siku iliyofuata, mama yake John alikuwa akimsubiri nje ili kumshawishi arudiane na mwanawe, lakini Yuri alipokataa, yule mama alijitupa chini na kuanza kuigiza akipiga kelele kwamba alikuwa akiteswa. Baadaye Yuri aligundua kwamba akili iliyokuwa nyuma ya maigizo hayo yote ilikuwa ni mama yake mwenyewe. Lakini badala ya kukasirika, alirudi tu chumbani kwake na kuendelea kuchora kana kwamba hakuna kilichotokea. Muda mfupi baadaye, mama yake alimwomba tena anakili michoro, akidai kwamba ilikuwa kwa ajili ya kuwapa watoto yatima. Yuri alikumbuka kwamba mwanamke huyo alikuwa akiuza nakala hizo kana kwamba ni za asili, na hata aliwahi kumtuhumu kwa hilo. Hata hivyo, alikubali kwa tabasamu, akitumia hilo kama kisingizio cha kuomba ruhusa ya kumtembelea babu yake. Alipofika kwenye kituo alichokuwa amelazwa, mzee huyo aliyekuwa na matatizo ya akili aliendelea kurudia kwamba amsamehe. Baadaye katibu alimnong'oneza mama yake kwamba ziara hiyo ilikuwa imefeli, habari ambayo mwanamke huyo aliishangilia. Kwa upande mwingine, Yuri alikutana tena na binamu wa Do-yoon. Lengo lake lilikuwa kujua njia ya haraka zaidi ya kuiteka moyo wa mama mkwe wake wa baadaye. Msichana huyo alimfunulia kwamba njia ya moja kwa moja ilikuwa kupitia tumboni, kwa sababu mama huyo alikuwa akihudhuria masomo ya upishi. Bila kufikiria sana, alijiandikisha mara moja kwenye kozi hiyo. Huko alikutana na mpishi mkuu, mwanamke mwenye haiba kubwa, ambaye alimuuliza kwa nini alitaka kujifunza kupika. Mwanzoni Yuri alimwambia kwamba alitaka kumpendeza mama mkwe wake wa baadaye, lakini baadaye alikiri kwamba pia alitaka kushinda hofu aliyokuwa nayo kuhusu chakula. Akiwa ameguswa na ukweli wake, mpishi huyo aliamua kumkubali kuwa mwanafunzi wake. Baada ya kutoka, alikutana na mama yake Do-yoon, ambaye alimwalika wazungumze. Ikawa kwamba pia alikuwa amemwalika Yura. Hapo mwanamke huyo aliwauliza jinsi walivyokuwa wakielewana. Yura akiwa mnafiki kabisa alisema kwamba walikuwa karibu sana na walipendana, lakini Yuri alimwambia ukweli kwamba walielewana vibaya sana na hawakuweza kuvumiliana. Wakati huo Do-yoon alifika na akamkasirikia mama yake kwa kuwalinganisha wawili hao kana kwamba walikuwa bidhaa sokoni. Lakini kabla hajaondoka, mama huyo alimuuliza swali la mwisho, ikiwa kweli alimpenda mwanawe. Yuri alimjibu kwamba mara moja tu alipowahi kupenda alisalitiwa. Ndiyo maana sasa alipendelea kuwa na mtu ambaye anampenda yeye, ili awe na uhakika kwamba angemlinda na asingemdanganya. Na jibu hilo liliwaacha wameshtuka mama mkwe huyo pamoja na Do-yoon mwenyewe. Baadaye Do-yoon alimrudisha nyumbani. Yuri alidhani kwamba angeondoka baada ya kumfikisha, lakini alimwambia kwamba angebaki kwa muda. Usiku huo Yuri hakuweza kulala, hivyo akaenda kumwona Do-yoon na akamkuta akiwa na ndoto mbaya. Lakini alipokuwa akimtazama kimya kimya, alianza kujiuliza kama alikuwa akianza kumpenda. Asubuhi iliyofuata, mama yake Do-yoon alikuta tukio lisilotarajiwa. Mwanawe alikuwa amelala kwa amani, huku Yuri akiwa amelala chini pembeni yake. Mwanamke huyo alibaki ameshtuka kwa sababu mwanawe alikuwa akisumbuliwa na kukosa usingizi kwa miaka mingi na hakuwahi kupumzika vizuri. Akiwa na uhakika kwamba Yuri alikuwa muujiza ambao mwanawe alihitaji, alimkaribisha rasmi kwenye familia. Akiwa na fahari, Yuri alienda kwa familia yake mbaya kutangaza kwamba mama yake Do-yoon alikuwa ameidhinisha uhusiano wao. Mama yake alijaribu kumzuia akisema kwamba walihitaji kibali cha babu, lakini Yuri alijua jinsi ya kucheza mchezo huo. Alikwepa ulinzi wa katibu na kwa siri akapata baraka za babu. Baada ya kila kitu kuwa tayari, familia hizo zilikutana, lakini mama huyo mwovu alianza kumchafulia sifa mbele ya wakwe zake, akisema kwamba Yuri alikuwa yatima aliyepokelewa kwa huruma tu. Kwa bahati nzuri, familia ya Do-yoon ilikuwa ya watu wenye heshima na hata walimtetea dhidi ya wazazi wake mwenyewe. Ili kuonyesha kipaji chake, Yuri alimpa bibi yake Do-yoon mchoro ambao yeye mwenyewe alikuwa ameuchora. Ndipo sehemu ya kwanza inaishia. Usikose sehemu ya pili inayokuja hivi karibuni ili ujue jinsi kisasi chake kitakavyoendelea, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwa Pop Recaps.